Karne ya kwanza ya iliyo bora ndiyo karni iliyomlani Imam Ali katika mimbari kwa kipindi cha miaka 83. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bado tuna huyu, usiseme Bani Umayya walikuwa wakilaani al-Alawiyin, usiseme hivyo, useme ashiatani, hizi pande mbili, shi'atu Ali wa shi'atu Muawiya, khutabauhum kanu yal'an ba'dhum ba'dha. Albahith almutakhassis, shekhe mkubwa msomi aliyesoma nahul wadhihi na mistari miwili kwa ajili ya kuwakosoa mashekhe wa Kishia. Bado tunaye maneno yake akizungumzia kauli ya Said Haidarusi wakati anatoa darsa, akisema kwamba Saidina Ali ibn Abi Talib amelaniwa katika mimbari zaidi ya miaka 40, na aliyelani mwanzishi wa laana hiyo ni Muawiya. Asema kwamba sio kweli, yalikuwa ni makundi mawili yakilaaniana, upande wa Ali na upande wa Muawiya. Na usiseme Muawiya ndiye akaamrisha, na usiseme Ali ndiye akaamrisha, useme wale makhatibu wao kwa sababu ya kujipendekeza kwa viongozi wao walikuwa wakiwalaani. Sasa tumrudishe, ni Said Haidarusi ndio muongo, hajasoma, au yeye Wahabi ndio ambaye hajasoma? Tusome riwaya pamoja. Jami'i Sunan ukurasa wa 74, hadithi ni sahihi, imepokelewa kutoka kwa Ali bin Muhammad, wapokezi wote mpaka kufika kwa Saad ibn Abi Waqqas. Anasema Saad ibn Abi Waqqas alikuja Muawiya kwa ajili ya haja zake na shida zake. Fadakhala alayhi Saadu, akaingia Saadi. Fadhakaru Aliyan, wakamtaja Ali. Fanala minhu, Muawiya akamtukana. Katika hashia ya kitabu hiki Jami'u, hichi kitabu cha Jami'u As-Sunani hichi cha Ibn Majah, katika hashia ya hiki kitabu anasema naala minhu, yani sabbahu, takallama fihi wa sabbahu, amemtukana Muawiya, anamtukana Ali ibn Abi Talib. Faghadhiba Saadu akakasirika, waqala, akasema taqulu hadha lirajulin sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqul, unasema maneno hayo kwa mtu nimemsikia mwenyewe mtume akisema, man kuntu maulahu fahadha aliyu maulahu wa sami'tuhu yaqulu, na nimemsikia mwenyewe mtume akisema, anta minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di wa sami'tuhu yaqul la utiyanna ar-rayata al-yawma rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu. Nimemsikia mtume akisema maneno haya, wewe unasemaje maneno mabaya namna hiyo? Kwanza sio kweli kwamba ni makundi mawili yalikuwa yakizozana, hakuna. Hizo ni hadithi za alfu lela ulela. Yameandikwa wapi? Kitabu gani? Katika riwaya gani? Riwaya ni sahihi au dhaifu? Katika tarehe gani kwamba kuna makundi mawili? Hakuna hicho kitu, makhatibu wa makundi mawili. Saidina Ali ibn Abi Talib hakuwa na makhatibu, ani anatengeneza maisha. Ni kama maisha yetu leo, kuna makhatibu, kuna hawa. Hicho kitu hakikuwepo. Ni Muawiya ibn Abi Sufyani wazi ndio akimlaani Ali ibn Abi Talib. Mlikuwa wapi mawahabi Mungu alipoumba akili? Endeleeni na fikra zenu hizo, mnaohudumia ushia kwa kiwango kikubwa, na kila ukirudi sisi tutarudi. Ima uende ukajadiliane na watu wa mustawa wako waliosoma nahul wadhihi peke yake, kisha wakaangalia dosari za mitandaoni kupitia mitandaoni ili wakosoe mashia. Nukta yake namba 2, akisema kabisa fitna kubwa imetokea. Kumetokea fitna kubwa sana, fitna kubwa sana baada ya kifo cha Uthman ibn Affan. Kwanza nataka hiyo line kila mtu aichore ya kwamba kumetokea fitna kubwa baada ya kifo cha Uthman ibn Affan. Swali la kujiuliza, tulikubaliana kwamba hawa maswahaba ni waadilifu wote, si ndivyo mnavyoamini? Walioleta fitna ni nani? Bwana Mtume asema fitna imelala, Mungu amlani mwenye kuiamsha. Maana yake fitna ni kitu kibaya. Imekuwaje leo maswahaba hao unaosema kwamba wote, sisi tukisema kwamba kuna ambao wamekosea tumekuwa makafiri leo? Nyinyi ambao mnasema kwamba wote ni wazuri, wote ni safi, imekuwaje fitna imetokea? Imetokea wapi fitna hiyo? Lakini ala kulli hali, nukta akisema kwamba Aisha hakutoka kwa ajili ya kwenda kupigana na Ali ibn Abi Talib. Aisha alitoka kwa ajili ya kwenda kutengeneza na kufanya sulh. Aisha alitoka kwa ajili ya kwenda kufanya sulh. Mama yetu Aisha radhiallahu anha kuingia kati kwa ajili ya kusuluhisha ufahamu huo.
Maneno haya unayatoa wapi? Aisha hakutoka kwa ajili ya kwenda kufanya sulhu, ametoka kwa ajili ya vita. Soma riwaya pamoja na mimi, Fathul Bari bisharh Sahih al-Bukhari ukurasa wa 74. Wa min tariqi Qais ibn Abi Hazim qala lamma aqbalat Aisha fanazalat ba'd miyah bani Amir nabahat 'alayha al-kilab faqalat ayu ma'in hadha qalu al-hawab. Ukitaka kusoma ambapo hapajatiwa rangi utasoma mwenyewe, nimekuwekea hapo. Qalat ma adhunnuni illa raji'a, sioni mimi isipokuwa ni mwenye kurudi. Faqala laha ba'dhun man kana ma'aha bal taqdamina, wakamwambia waliokuwa naye utaendelea na safari. Fayaraki muslimuna, waislamu wapate kukuona. Fayuslihu Allahu dhata baini, faqala inna nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala lana, mtume alituambia siku moja, dhata yaumin, siku moja, kaifa bi ihdakunna, itakuwaje kwa mmoja wenu enyi wake zangu, tambahu alaiha kilabu hawab, atabwekewa na mamgo wa hawab. Wa akhraja hadha Ahmad wa Abu Ya'la wal Bazzar wa sahahahu Ibn Hibban wal Hakim wa isnaduhu wa sanaduhu ala sharti sahih. Hii imetolewa na hawa maulama wakubwa na sanadi yake iko kwenye masharti ya sahihi, hadithi ni sahihi. Wa inda Ahmad, na kwa Ahmad, faqala laha Az-Zubair taqdamina, Zubair akamwambia utaendelea kwenda. Haya, katika tariki ya Asim, wa min tariqi Asim ibn Qudam, katika njia katika tariki ya Asim ibn Qudam kutoka kwa Ikrima, kutoka kwa Ibn Abbas, mtume amesema kwa wake zake mmoja, ayatukunna sahibatul jamalil adbab, mmoja wenu atakuwa ni kiongozi wa ngamia ambaye amekengeuka. Takhruju hatta tanbahuha kilabul hawab, atatoka mpaka atabwekewa na mamgo wa hawab. Yuqtalu an yaminiha wa an shimaliha katla kathira, watauawa kulia kwake na kushoto kwake watu wengi. Sari, watauawa kuliani kwake watu wengi na kushotoni kwake watu wengi. Hao watakaouawa, zile damu zinomwagika nyanya zile watu wakipigiana. Wa hadha rawahu al-Bazzar wa rijaluhu thiqat, imepokelewa na al-Bazzar na wapokezi wake wote ni waaminifu. Alitoka kwa ajili ya kwenda kupigana vita. Sasa wapi wewe unatuambia? Yeye mwenyewe na bwana mtume anasema kwamba ametoka kwa ajili ya kwenda kupigana vita. Yeye mwenyewe ametoka kwa ajili ya kwenda kupigana vita, na anakumbusha kwamba mimi nitabwekewa sehemu na mambo au ninatoka kwenda kupigana vita, sio kwenda kufanya sulhu. Mtu anatoka kwenda kufanya sulhu. Al-Imam Ali bin Abi Talib yuko Madina, yeye anakwenda Basra. Sulhu hiyo anakwenda kuifanya wapi na nani? Vipi? Lini hiyo sulhu? Saa ngapi anaifanya sulhu? Kwa nini mnawadanganya watu mawahabi? Mpaka lini mtaendelea kuwadanganya watu? Lakini bado hujatosheka. Njoo kwenye kitabu kingine uone kwamba Aisha na masahaba anasema wazi kwamba alikuwa anakwenda kwenye vita na Ali bin Abi Talib. Ukisoma tena kwenye kitabu unachokitegemea kikubwa mno katika vitabu vyenu, Sahih al-Bukhari lilimam al-Bukhari Abi Abdullah, katika ukurasa wa 1086. Ukitaka kusoma ambayo hajatiwa rangi utasoma mwenyewe, hajahusika, lakini aliyotiwa rangi. Hadithi imepokelewa na Uthman ibn Haytham, imetoka kwa Aufu ana Hasani kutoka kwa Abi Bakra. Anasema Abi Bakra, Mwenyezi Mungu bikalimatin samituha min Rasulillah, imenifanyisha mimi kutoka kwa Mwenyezi Mungu maneno nimesikia kutoka kwa bwana mtume, ayyamul jamali, masiku ya jamali, baada ma kitu an alhaqa bi ashabil jamali, bado kidogo tu nilikuwa niungane na watu wa jamali, fa uqatila ma'ahum, ili nitake kupigana nikiwa pamoja nao. Lakini nikakumbuka qala, akasema lamma balagha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anna farisa kad amallaku alaihim binta Kisra, mtume alipofikiwa na habari kwamba Wafarisi wamemmilikisha mtoto wa kike wa Kisra, qala, bwana mtume akasema la yuflihu qaumun walau